Kwanza tunashukuru sana Dickson. Tunashukuru sana kwa ushirikiano wako. Kitu ambacho angekuwa mtu mwingine angeamua kumwacha tu kwa sababu hamuhusu na wala hana faida nayo yoyote. Lakini kitu cha kuja kutuambia ni kitu kikubwa sana. Kikubwa sana. Najua ratiba zako ziko tight sana kiasi ambacho huwezi kuambatana na sisi kwenda huko. Ila ninachoomba kwako ni kitu kimoja tu. Wala utupatie location ili tuweze kufahamu ni wapi alipo, ili mimi na shemeji tuweze kuongozana pamoja kwenda kumfuatilia huko mshikaji. Si ndio Violet? Piga. Nipige na huku. Wewe kidume. Wewe. Haya nipige na huku. Mbona umeacha? Hivi shagua mwanaume gani ilijali anampiga mtu kama hivyo? Nipige, yani hakikisha unanipiga. Hivi unahisi ukinipiga ndio nitaondoka huko ndani? Maneno mimi siondoki huko ndani. Yaani inawezekana nichume na wewe, nihangaike na wewe, niasi na wewe from now kila hisi tu niondoke huko ndani, siondoki. Ukitaka kuniua niue. Violet, usiniletee kiburi, sawa? Nimekuchukua kwenu ukiwa ni mzima kabisa. Sasa usinilazimisha nikurudishe ukiwa na ulemavu. Sitaki makelele na wewe, sitaki matatizo na mtoto wa mtu. Vai, chukua vitu vyako kwa usalama, ondoka. Wewe, unahisi unaweza kunifanya kitu gani ambacho mimi sijawahi kufanya? Unahisi unaweza kuniumiza kiasi gani ambapo maumivu ambayo sijawahi kupitia manyanya? Nipige, niue, fanya chochote unachokitaka. Ukitaka yaani wewe fanya chochote, lakini mimi kuondoka huko ndani sahau. Manyanya siondoki. Manyanya nimekukuta huna kitu, huna chochote, tumeasi, tumepambana, alafu leo from now tunaondoka. Na haki zangu huko ndani nimepambana, kuna jesho langu, siondoki. Ukitaka mimi niondoke huko ndani, tugawane mali, yaani pasu kwa pasu, kwa sababu na mimi kuna jesho langu huko ndani nimehangaika. Tofauti na hapo Manyanya, nitaondoka maiti. Lakini siondoki. Sasa unalazimisha kuishi na wewe na mimi sitaki. Siondoki Manyanya, siondoki huko ndani. Hafuna unahisi na kutamia. Manyanya, mimi siondoki, siendi sehemu yoyote. Haiwezekani nipambane, nipoteze muda wangu, nipoteze jasho langu, afu leo kirahisi tu ninyanyue miguu yangu niondoke huko ndani. Wewe, umesikia wapi? Naenda wapi? Siondoki. Unahisi naweza nikaondoka kirahisi? Kama unataka nikuondoka, ondoka wewe. Toka. Yaani kama unahisi wewe huwezi kuishi na mimi huko ndani, ondoka wewe. Mimi siondoki Manyanya. Hey. Wewe. Hivi aliyekwambia kuwa tunaweza kushare chumba kimoja sasa hivi ni nani? Tena sio chumba tu, kitanda kimoja. We Violet. Sawa wewe. Wewe vipi? Wewe aliyekupa kibali cha kuingia humu ndani na kulala kitanda ambacho nitalala mimi ni nani? Asa unataka mimi nikalale wapi? Alafu wewe usinijibu jeuri, sawa? Kukuacha uendelee kuishi humu ndani haimaanishi kwamba mimi ni mnyonge sana. Na wala usidhani kama unaniweza kiasi hicho. Nimeamua kuchukulia fair tu kama utu kibinadamu. Of course ulikuwepo muda mrefu na una haki zako, unaendelea kuishi humu. Lakini haimaanishi kwamba sasa ndio unaweza ukanipanda kichwani ukaishi kama ambavyo unataka. Iondoe kabisa katika akili yako. Vyumba viko vingi humu ndani. Unaweza kulala huko ndani, unaweza kwenda huko store umeshindwa, nenda kalale jikoni, sitting room zote huko sehemu za kutosha unaweza kulala. Yaani kitu ambacho hujui, from this moment mimi na wewe hatutoshare vitu ambavyo tulikuwa tunashare mwanzo. Kwa hiyo kama ni chumba mimi nitalala humu, wewe tafuta kingine.
Kama ni toilet, tafuta ya kwako, mimi nitashughulika na ya huku ndani. Kama ni jiko, pika mahala pako, mimi nitapika pa kwangu. Yaani hata corridor, hata living room tutaenda ku cross line sasa hivi. Uona makochi yako na mimi nina makochi yangu. Tunaishi hivyo mpaka pale ambapo mwafaka wetu utapatikana, kila mtu afanye maisha yake mengine nje. Sasa kama umeamua hivyo, mimi chumba changu ndio hichi, wewe nenda katafute chumba kingine huko. Yaani mimi ndio nimewahi hapa. Mwanangu sio anachukulia. Naongea hivi kama unielewi. Okay. Manyanya, niache, unajua utanidondosha. Manyanya, shuka. Shuka. Unajua utaniumiza Manyanya. Nenda huko, tafuta kwa mimi. Ili kuachia kama sasa kama mwenzako. Sasa wale wako ulete komwe lako hapa na kugonga mpaka unajisikia ndo wazimu. Sasa mambo yasiyo mengi. Kama unataka nikuache ubaki kwa amani, basi na mimi naomba nipige japo kidogo tu. Nisitakusumbua. We fala nini? Naomba utoke bwana. Toka. Sawa. Lakini nikukumbushe, mzigo bado unapumua. Hapana bwana, hizi mambo mimi nishakataa. Kwa nini unielewe? Lakini mistake. Kwa mtoto mdogo vile. Ni kitu gani ambacho ukijui? Wewe kila siku tutakuwa tunaongea kitu kimoja hicho. Kwani ukinibless hapo utapata shida gani? Acha kama, lakini mimi nishakwambia nalinda heshima yangu. Yaani mtaani kote hapa wanatujua. Ikatokea mtu amepita bahati mbaya ametuona kwa mazingira kama haya, italeta picha gani? Hapana. Kuwa na amani. Gari yangu mimi na tinted. Na hakuna mtu yote ambaye anaweza katuona akiwa nje. Huko leo junako kutaka wewe ndio hatari zaidi. Unajua ni mke wa mtu. Ukionekana itakuwa haipendezi. Nikisema nikupeleke loji ya viwango nayo utaka mimi, utachelewa kurudi. Maana ni mbali sana. Naweza usirudi hata nyumbani. Ni bora ni bless tu mimi tumalize chapu. Alafu mbona mimi sina mambo mengi? Kisinza, hapana bwana, hapana. Mimi mambo sijazoea tena kwenye gari. Mimi utanisamii kwa kweli babangu. Usiwaze bwana, utazoea. Nitakufundisha taratibu. Hapana bwana Kisinza, Kisinza please. Kisinza uoga wako tu. Jambo lenyewe sinaona jepesi tu. Naisha taratibu sana. Pole lakini. Nitoka hapo. Mstekete pole yako. Mimi nilifanya kusudi ya kufanya papo. Afu mimi nilijua tu. Kama nilikuwa stekete karibu na wewe. Nilijua haya yote tu yatatokea. Afu unanifanya mpaka nakosa amani. Niko nasikia bodaboda wanapita, watu wanaongea. Sikao mtuona. Ujue mimi sijazoea hizi mambo, naogopa. Tanizoea tu. Lakini sikufiche, wewe mtamu sana. Sitaki bana.